Habari, karibu kwenye YouTube channel yangu, naitwa Zakia. Wale ambao mnifahamu naitwa Zakia Msuya. Kwa hiyo kama ni mgeni nikuombe ulike na kusubscribe. Leo nitazungumzia wale ambao mmepewa biashara, Mungu amewapa idea ya biashara fulani lakini unasema utaanzia wapi? Umeona? Utafanyaje? Kama Mungu amekupa biashara, unaweza kuandika hapo chini, Mungu amenipa biashara fulani, hivyo umeona, tukazungumza. Kama tumaini kuzungumza, tutazungumza, umeona. Lakini kama Mungu amekupa biashara au huduma, umeona bado hujaanza kuifanya. Kwa nini hujaanza kuifanya my dear? Kwa nini hujaanza kuifanya? Kwa nini ambacho kinakusumbua au nini ambacho kina unasubiria labda kiwe sawa ndo uanze kufanya biashara, au unasubiri mazingira sahihi ndo uanze biashara, uanze huduma, uanze kutumia kitu Mungu alikupa? Leo nimejisikia kusema za ukweli. Kuanzia jana hichi kitu kina run in my head, kinakuwa kinazunguka kwenye kichwa changu. Zungumza, nikasema basi kwa kuwa unaposti mapishi, biashara, basi nizungumze na watu. Ujue Mungu anaweza kama anazungumza na wewe, anakukumbusha tena. Kwa nini hutaki kuanza hiyo biashara? Kwa nini hutaki kuanza hiyo huduma? Unasubiri nini? Umeona? Uwe mtii. Umeona? Jitahidi uwe mtii. Utii ni kitu kidogo sana, lakini Mungu amesema kwamba ukitii utakula mema ya nchi. Yaani ukiwa mtii utakula mema ya nchi. Sasa utakulaje mema ya nchi na wewe Mungu hutaki kumtii na amekupa huduma hiyo na amekupa hiyo biashara? Yaani usidharau. Yaani hata biashara yote unajua kuna zile biashara Mungu anakupa afu unaanza kusema mimi kwenye hii. Yaani usijiweke hivyo, usiunderestimate kiasi hicho. Mungu anaweza kukuza kwenye kitu kidogo tu, akakuza akakutoa nje ya taifa ile akakupeleka taifa jingine. Umeona? Kwa hicho ambacho unakiona ni kidogo. Umeona? Lakini humble beginning, kuwa mnyenyekevu, kuwa mtu ambaye unamtegemea Mungu katika kitu chako, hata kwa biashara. Mungu analeta watu. Yeye Mungu anajua ataleta watu siku gani, atakufanikisha, atakukuza. Watu wengi sana kwenye biashara, Mungu inua jina langu, Mungu nisaidie nifanikiwe, nisaidie. Yaani unatamani mafanikio kwamba umeanza leo, baada ya wiki ijayo unajulikana na watu, unafanya nini? Lakini anzia tu hapo ulipo, anzia hicho ulichokunacho, mwambie hichi ndio nilichokunacho. Lakini Mungu naomba unisaidie nikutanishe na watu sahihi, kuza jina langu kwa wakati ambao Mungu unaruhusu jina langu likue. Kwa hiyo nimejisikia tu leo kuzungumza na watu ambao Mungu amewapa biashara, Mungu amewapa huduma yoyote. Hizo tu ni huduma ya kuhudumia labda watoto, huduma ya kuhudumia wajane, yatima, huduma yoyote. Lakini Mungu anaweza kuwapa biashara, kampuni, umeona, lakini kuna namna unashindwa. Unajiuliza nianzie wapi? Yaani hapo. Anza tu create account kwenye mitandao ya kijamii. Andika jina ambalo unajisikia ndani yako kuliandika, umeona kuja sana hicho kitu. Tengeneza account, anza kupost kuhusiana na hicho Mungu alichokuambia, and then the rest mwachie Mungu. Unaweza kuwa kuna mtaji, kuna nini, lakini unaweza kuzungumza na watu. Mungu amekupa huduma kuzungumza na watu, aidha mabinti au umekupa kuzungumza na vijana. Zungumza. Yaani Mungu alichokuweka ndani yako, kuna siku kuna mtu anaomba, kuna mtu anamlilia Mungu, anamwambia Mungu utanitoaje hapa? Lakini Mungu wewe ndo amekupa idea umvushe yule. Sasa wewe kuna maombi ya watu unayakwamisha. Kuna watu bado kumuuliza Mungu na wewe ndo unakuwa sababu ya wao kutokufanikiwa. Kwa anza, kuna mtu anamwomba Mungu ajira. Mungu nisaidie nipate ajira. Lakini kwenye biashara yako Mungu ndo ameweka yule asimame kama manager, asimame kama fulani. Kwa hiyo ndio maana unaomba Mungu akutanishe na watu sahihi, lakini anza kile ambacho Mungu ameweka ndani yako ukifanya. Kwa hiyo mimi leo nilitamani tukushare hivyo, na basi ndio kitu ambacho najisikia kuanzia jana. Mungu basi akafanyike neema. Kama unatamani kuzungumzana, kuna kitu Mungu amekupa, ujue unafanyaje, omba, njoo tuombe pamoja. Unaweza ukatafuta, ukazungumza kwa namna yoyote. Umeona kuna biashara Mungu amekupa, unatamani idea 2-3 za mtu kutia moyo kuanzia hapo ulipoanza, basi nikutie moyo. Unaweza ukaanza kwa namna ambavyo Mungu anakujalia. Basi mimi nakupenda. Bye. Karibu wakati mwingine. Nikuombe ulike na kusubscribe. Bye.